Assalamu alaikum, karibuni Pishi Rahisi. Leo recipe yetu ni ya biriani ya kuku kwa njia rahisi sana na pia ni tamu. I hope mtajaribu hii recipe. Kama utajaribu usisahau kucomment hapo chini na like hii video kama umependa. Subscribe channel yangu na ubonyeze kengele ili uweze kupata notification kila nikiweka recipe mpya, na pia nitaonyesha jinsi ya kutengeneza juice ya orange kama hii unaona kwenye video. Mwanzo kwenye sufuria yako utaweka mafuta. Kisha utaanza kukaanga vitunguu maji. Nimetumia nusu kilo na nimekatakata kama hivi mnavyoona kwenye video. Nitakuwa ninakoroga mara kwa mara kama hivi, na nitapika paka ipate rangi ya golden brown. Sasa kama mnavyoona nimeshapata rangi ninayotaka. Nitatoa kwenye mafuta na nitaweka kwenye sahani ambayo nimewekelea tissue ili iweze kunyonya mafuta. Na unapokanga vitunguu maji vyako usikange kwenye moto mkali sana ili ziweze kupata rangi moja zote. Kisha hapa niko na viazi tatu nimekatakata, ninaweka na rangi ya orange na nitakoroga kama hivi unavyoona ili rangi iweze kufunika viazi vyote. Kisha nitakanga kwenye ile mafuta nilokaangia vitunguu, na hatutaki viazi vyetu viive, tutapika tu ili rangi iweze kukauka upande moja. Ikiisha kauka utageuza kama hivi na utawacha ikauke upande wa pili, utatoa kwenye mafuta. Itachukua tu kama dakika 5, hata yaweza kuchukua less than dakika 5. Utachukua sufuria nyingine, utaweka mafuta uliopikia vitunguu maji. Nimeweka kama vijiko 4 vikubwa. Kisha ninaweka mchanganyiko wa kitunguu saumu na tangawizi kijiko kimoja kikubwa, na nitakoroga vizuri. Nitapika mpaka ianze kubadilika rangi. Ikishaanza kubadilika rangi nitaweka pilau masala. Ninaweka ambayo imesagwa, ukitaka hizo ukaweka ambazo hazijasagwa, na mimi ninaweka vijiko 2 vidogo. Waweza kupata kwa duka yoyote ambayo wanauza spices ama pia kwenye supermarket. Utakoroga vizuri. Kisha sasa ninaweka pakiti moja ya tomato paste kama mnavyoona, ambayo ni sawa na kama vijiko 3 vikubwa. Nitakoroga vizuri. Kisha nitaweka kuku ambayo nimeosha, na kuku wangu nimetumia kuku moja kiasi ya kama 1.5 kilo ama 1 kilo na kama 125 grams hivyo. Nitakoroga kama hivi unavyoona kwenye video. Kisha nitafunika, nitawacha kama dakika 5, na moto wako usiwe mkali sana ili kwako usiungue. Baada ya dakika 5 utafungua, utakoroga tena. Alafu utaweka biriani masala. Biriani masala nilotumia ni ya Shan, nitaonyesha ni hapa. Kama hauna biriani masala hii, waweza ukatumia biriani masala yoyote. Mimi nimetumia chicken biriani masala ya hiyo kampuni ya Shan. Ni nzuri, inafanya ikuwe na taste nzuri sana. Kisha ninaweka tomato iliyosagwa. Nimetumia tomato 4 za size ya medium, na nimeweka na maji kama robo kikombe kama mlivyoona. Nimeweka kwenye ile bakuli lililowekea tomato. Kisha ninaweka chumvi vijiko 2 vidogo. Chumvi inategemea na taste yako, waweza kuweka zaidi ama kidogo vile unavyopenda mwenyewe. Utakoroga na utafunika, utawacha ipikike kama dakika 5. Baada ya hapo hapa nilifungua na nikakoroga. Kisha nikaweka maziwa mala ama mtindi kikombe kimoja, lakini kamera yangu haikurecord nilipokuwa ninatia. Kwa hivyo kama ninavyowaambia, nimetia mtindi ama maziwa mala kikombe kimoja ama 250 ml. Nikakoroga, nikafunika, nikawacha ipikike dakika 10. Baada ya dakika 10 kama mnavyoona nimefungua. Kisha ninaweka viazi sasa, na pia nitaweka na vitunguu maji. Vitunguu maji vangu nimebakisha kidogo ili niweze kudekoratea baadaye wakati wa kuserve.
lakini sio lazima ubakisha, unaweza ukaeka yote. Na kisha nitafunika, nitawacha ipikike mpaka viazi viive. Viazi ikishaiva kama mnavyoona, mafuta itakuja juu kama hivi, na biriani yako iko tayari. Na sasa tutaanza kutengeneza mchele wetu ama wali wetu wa biriani. Kwenye sufuria utaweka maji ya moto ama maji ya kawaida, utawacha ichemke. Ukishaika maji utaweka kitoweo tunaopenda. Mimi nimeweka iliki, mdalasini na pilipili manga, waweza kuongeza na karafuu pia. Kisha nimeweka nasiki kijiko kimoja kikubwa. Na sasa ninaweka mchele vikombe 3.5 ambayo nimeroweka kama nusu saa. Nasiki itasaidia mchele wako ikue ndefu ndefu. Utapika dakika 6, utawacha ichemke kwenye moto mkubwa dakika 6. Kisha utatoa kwenye maji kama hivi unavyoona kwenye video. Mimi nimepika dakika 6 nikatoa kwenye maji. Na pia nitatoa hizi iliki, sitaki ikae kwenye mchele wangu tena. Pia mdalasini pia nitatoa. Kisha sasa ninarudisha mchele kwenye sufuria yangu kama mnavyoona baada ya kutoa maji yote. Alafu ninaweka mafuta kama vijiko 4 vikubwa. Na nitakoroga kama hivi. Usikoroge sana ili mchele wako isivunjike vunjike. Utakoroga tu kidogo ili mafuta iweze kuchanganyika na mchele. Alafu utaweka rangi unaopenda wewe mwenyewe. Mimi nimeweka rangi ya yellow na orange. Kisha nitachanganya rangi na mchele kidogo kama hivi unavyoona. Ukitaka waweza ukaichanganya na maji alafu ndo uweke. Nitafunika na nitawacha ipikike kwenye moto mdogo sana kama dakika 10 hadi 15. Kisha hapa sasa ninatengeneza juice yangu ya orange kama mnavyoona. Na mimi leo nimetumia hii juicer. Nafanya juice yako itoke vizuri kama mnavyoona. Ukitaka pia waweza ukatumia blender. Mimi nimechambua orange yangu na nikaweka kwenye juicer. Ukitaka waweza ukachambua ukatekate, weka kwenye blender yako na uweke na maji kidogo ublend. Na juice yako itakuwa tayari. Ukitakisha baadaye waweza ukaongeza maji na sukari kama nilifanya. Nimeweka maji kikombe kimoja kwenye orange 5 na nimeweka na sukari kama kijiko kimoja kikubwa, lakini ukitaka waweza ukanywa hivyo hivyo bila sukari wala maji. Na juice yetu ya orange iko tayari. Na sasa mchele wetu pia uko tayari kama mnavyoona. Baada ya dakika 15 nimeipika kwenye moto mdogo, imekuwa kama hivi. Na sasa tutapakua na nitaonyesha ilivyokaa baada ya kupakua. Kama mnavyoona imekaa kama hivi. Ina muonekano mzuri, ni nzuri sana kutengeneza. Kama kesho ni Ijumaa, I hope mtajaribu hii recipe. Kama umependa hii video basi usisahau kulike hii video, comment hapo chini na kushare na wenzako ili nao pia kufaidika. Na kama ni mpya subscribe channel yangu na bonyeza kengele. Asante kwa kuangalia video yangu. Bye.